something that has not been done before, and that is going to be done by the national government and the county government, and together with judiciary, where we want our children who are caught in schools and in other places with petty crimes, and they were caught maybe smoking bangi or all that, and they are in prison. We want to have a detention center here where they will be moved and they come here and they join the other children to go for rehabilitation, the skilling. By the time they finish, they are also productive in our own society. These are some of the things, the plans are on the ground that where you are sitting. Tunasema hii mambo ya mihadarati imeanza kufikia watoto wetu wakiwa wachanga kutoka primary. Siku hizi ukienda kuna watu ambao ni waovu ambao wanauzia watoto wetu madawa zikiwa kwa peremende, zikiwa kwa biskiti, na wanajua wanawaingiza kwa dawa. Wakifika secondary ndio hata wanazidisha zaidi na bangi na mambo mengi. Wakifika university ndio unakuta mambo imebadilika. Sisi wazazi kazi yetu ni kufanya kazi, kusomesha watoto wetu, na wakifika kiwango ingine tunaletewa na sanduku kwenda kuzika. Na hii ndio ninasema ni lazima ikome. Hatuwezi kama wazazi, hata kama jamii, tuwe tuna kazi yetu ni kufanya kazi, kuomba, kujibidisha. Tunaleta watoto wanaenda shule, na wengine bidii yao ni kuweka vile na kujua vile wataua watoto wetu. Hii ni lazima tutashikana mikono. Ndio mmeona tuko na maaskofu, tuko na mapastors, kila mtu tumesema kama kanisa, na hata wale wa ndugu zetu Waislamu, hata Wahindi tumesema, kwa sababu hii mambo ya mihadarati haichagui. This center once completed will encompass a rehabilitation facility, a hospital, a vocational training, a detention center, a place for spiritual solace, a sports academy, and also it will also house one of the largest occupational therapy for those ones who have cerebral palsy, those ones who have autism. They will be coming here and we will be giving them treatment for free.